wa milioni 1, bali utapaswa ujitahidi kwamba duka lile ulilopewa ama kwa kuwa umeaminiwa, unapaswa ujitahidi uongeze mtaji ili kwamba lile duka liwe na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 5, let's say milioni 7. Hapo ndipo utakuwa unaendelea vizuri. Accountability is very important. Unaweza ukapewa kitu kwamba tunakupa kitu hiki kiwe chini ya uangalizi wako. Je, kile kitu utakitunza? Ni mara ngapi labda unapewa kitu na mzazi kwamba hiki ni cha kwako, hiki ni kiatu chako, hiki ni kitu fulani tumekupa. Je, unakitunza? Unathamini? Do you add any value on it? Kwa mfano huu unatufundisha kuwa accountable, kuwa wajibikaji, kwa sababu utatakiwa siku moja kutoa hesabu ya kile ambacho umepewa. Haitokei tu katika masuala ya pesa, inatokea katika biashara, inatokea katika nafasi unayoifanya. Je, pale ulipo kazini kwako, do you add value? Unaongeza thamani? Watu waseme kwamba miaka 5 iliyopita palikuwa hivi na sasa pako hivi. Hata kwa wafanyakazi wa serikali, mabosi, kuna mabosi wengine wana maono, mabosi wengine hawana maono. Kuna mwingine anaweza akaja akaibadilisha labda let's say halmashauri ilikuwa na mapato madogo, ina collect tu bilioni 6, lakini ikapata mtu ambaye anaweza akatengeneza vyanzo vingi vya mapato, akatengeneza activities nyingi na hapa na pale, akajikuta kwamba anaongeza value katika ile halmashauri, kwamba kutoka makusanyo labda ya bilioni 6 kwa mwaka akawa anaongeza anapata bilioni 12. Je, huyu mtu rais atakuwa na sababu ya kumtumbua? Hakuna. Labda alikuta migogoro ya ardhi katika halmashauri yake iko 1000, lakini ameipunguza mpaka imebaki 200. Umeona? Je, unajiongeza katika utekelezaji wa majukumu yako? Wengi huwa tuna relax tu, yani kwamba as long as hakuna mtu, yani unapenda tu kuwa kwenye comfort zone. Yule aliyepewa talanta moja hakutaka kabisa kujihangaisha, kuteki trouble, kuriski, kufanya nini, mpaka mwenye mali akasema, yani ulishindwa hata kuipeleka ile talanta yangu moja kwa watu wanaokopesha, walau waifanyie kazi kwa hii miaka 5. Yani kweli ndo nimeikuta milioni 1 tu. Kwa hiyo ukiachiwa kitu fulani au umepewa nafasi fulani, ifanyie kazi na ulete badiliko chanya katika hilo jambo ama point ambayo utakuwa umepewa ama position ambayo utakuwa umepewa kuisimamia. Bwana pewe sifa. Vyovyote vile tulivyokuwa sisi zamani tunasoma zile shule za msingi, labda unakuwa ni kiranja, si unasimamia maeneo ya usafi, unakuta kuna mtu mwingine eneo lake anafanya zaidi ya pale ambapo ulitarajia afanye. Mwingine atafagia tu, alafu atakusanya takataka pembeni anaziacha. Mwingine atazichukua zile takataka ataenda kuzitupa au atachoma moto. Yule anachukuliwa kama mfano mzuri wa kiongozi ama mwanafunzi aliyefanya vizuri katika eneo fulani. Kwa ina maana katika mfano huu unatupasa sisi tujifunze juu ya uwajibikaji, kuwajibika, lakini pia kutolea hesabu kitu ambacho umeaminiwa. Vitu vingi tu mnaweza mkaaminiwa na wazazi. Labda mzazi anaweza akakupa gari, wewe ukawa unalitembelea vibaya au unalibamiza, unakuwa tu ruthless, yani recklessly tu na alibu, badala utunze kile kitu kije kuwafaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi wazazi tunajua tabia za watoto kulingana na vile ambavyo tunawapa majukumu.
Kuna mwingine unajua kwamba nikimwacha nyumbani huyu nitakuta ameshajiongeza, ameshapika mboga, ameshapika nini, ameshasafisha nyumba, ameshafanya hivi. Hiyo ndio tunachoita uwajibikaji. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kwa maneno haya ya Mungu tujifunze kwamba lazima, kama hatutaweza kutendea kazi vile ambavyo Mungu ametupa katika mioyo yetu, ametubariki katika maisha yetu, Mungu anaweza kuvichukua. Kwa mfano, Mungu amekupa zawadi ya uhai. Kama uhai ulionao hauna impact kwa dunia aliyokuweka, you don't add any value katika dunia, una sababu gani ya kuishi? Si ndio maana yake kwamba Mungu amekuleta duniani kwa makusudi, anakutegemea, uwe na output, uwe na deliverables ambazo kwa uwepo wako duniani. Do you add any value katika ulimwengu? Wangapi wako nyuma yako? Kwa mfano kama hivi utaona kwamba Mungu sisi ametuleta hapa duniani, tuna watu nyuma yetu wanaotutegemea. Kuna watu maisha yao yanategemea sisi, uhai wetu na uzima wetu, ili na wao maisha yao yaendelee. Sasa Mungu hawezi kukuchukua haraka kama kuna watu wako nyuma yako wanaokutegemea. Kuna kitu ume-add value kwenye dunia, kuna kitu una-add value kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama hauna kitu ambacho una-add value, Mungu akiwa anapiga audit yake ya michekecho, nani ampunguze, nani ambakize, Mungu anaweza akapita na wewe. Kasema huyu hana mchango wote duniani, anajaza tu dunia bure. Huyu mwezi wa 12, huyu mwezi wa 2 wa 3, huyu ngwani mfieke. Mnacheka. Huwezi jua, pengine ndio calculation za Mungu. Kwani Mungu si ana audit. Katika wale watu bilioni 6 duniani waliopo, si bilioni 2, si bilioni 3, wangapi wana output? Hawalimi. Ona, kuna watu hawalimi, hawafanyi lolote, hawafanyi kitu chochote, nyumbani ni mzigo, wanavuta tu mabangi, wanakunywa tu masiga, wanavuta tu mapombe, wanakunywa tu mapombe, wanatukana, yani wanakaba wenzao, wanafanya wizi, umeona? Sasa Mungu anaangalia hivi, huyu nikimwacha huyu miaka 5 kweli huyu atakuwa na huyu mwezi wa 5 huyu nitamuondoa. Lakini akimtazama mwingine, nimuondoe yule binti. Yule binti ni msaada sana hata kwenye mtaa wake. Kwanza ni mfano wa namna bora ya mtu anavyopaswa kuishi. Ni mnyenyekevu, mtulivu, anasaidia wazazi, anajiheshimu, ana impact analeta katika jamii, ni praise leader kanisani, anajitoa kwa mambo mbalimbali. No. Better I take that one. Better I take that one. That one yupo tu. Unaona? Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kuwa na impact katika haya maisha. Kama hautaleta impact yoyote katika haya maisha, hata hauna watu wanaokuombea wewe kuwa hai. Hivi unajua lazima wewe, kuna watu wanakuombea wewe uendelee kuwa hai. Ina maana, hebu angalieni mtu kama Bakhresa. Watu wangapi wanamuombea yule baba awe hai? Dangote, Mohamed Dewji, wale wote matajiri ambao wameajiri watu wengi, mamilioni kwa mamilioni. Ndio maana unakuta wanafanikiwa. Mungu anawaacha kwa sababu maisha yao na uwepo wao unanufaisha watu wengi. Kwa jitahidi maisha yako yawe ya thamani, kwa sababu Mungu asipoona maisha yako yanampa thamani, hayana impact,
Mungu atakuchukua, kwa sababu Mungu hapa mwenyewe amesema kwamba mnyang'anyi